The church is a sacred place whereby people go and fellowship their supreme being. Most of Kenyans and people in the world accept that God is their supreme being who created us and who has given us life. In most parts of the world, depending where people come from, they give the supreme being a specific name and by which they worship him. Here in Kenya, 80% of Kenyans are Christians, 20% of Kenyans are Muslims, and another percent for other denominations. Today, we are surprised by the many reactions that has been happening in the Christian faith. Here in Cyprian TV, together with GTU News, we are having a wonderful podcast with none other than Cyprian. Cyprian, karibu kwenye studio. Asante sana. Habari ya kushinda? Niko mzima. Wakenya wengi ni Wakristo. Wengi ni Waislamu. Wewe ni wa dhehebu lipi? Christian. Yeah. Now, she's a Christian and I am a Christian, and we are having discussions here. What causes conflict or division among Christians? Kitu cha kwanza ningependa kusema pesa. Ikifikia kama kuna mapastors, kuna wale viongozi ambao wamewekwa kusimamia zile pesa ambazo zinafaa kufanya mahitaji fulani katika kanisani. Unapata mara mingi kuna mtu anataka awekwe pale angalau ajinyakulie kiasi. So unapata kwamba yule ambaye walikuwa wanataka akae pale hayupo, ni mwingine amewekwa pale. So definitely hiyo kitu itafanya kukuwe na kukosana ndani ya kanisa. Remember the Bible says that the love of money is the root of all evil. Yes. Do Christians understand this scripture verse? I think yes, we understand, but ni kama ikifika somewhere tunakuwa blind. Yeah, we intend like atuoni kile kinachoendelea na tunaweka Biblia kando sana, especially wakati huu mgumu wa economy yetu iko mbaya sana. Wanasema yani tuanguke nayo. So kila mtu anataka anguke na kila anapata mahali popote. So Biblia ni kana kwamba tumeiweka kando kidogo, tunajiangalia sisi wenyewe maslahi yetu. Yes. There's a saying or a notion that if you want to be rich very fast, start your own church. Do you agree with that? Yes, because when you look at, especially in this world, let not be specific like tuseme Kenya. Unapoangalia kuna makanisa mengi sana, kuna fake prophets wengi sana, na kuna wale ambao ni true prophets. So unapoangalia makanisa, yale majengo wako nayo, I'm sorry, wengine wanasema usije ukaliongelelea kanisa vibaya. Lakini hili ni jambo ambalo limefanyika na wengi tumeweza kuliona. Unapoangalia majengo mingi sana ya makanisa, utashangaa ama utapaki kujiuliza, hii ni kanisa na imejengwa na pesa ngapi? Ama unapoenda pale kanisani, zile pesa ambazo unasikia kanisa wanataka kujenga ni pesa ambazo wewe mwenyewe unaweza shtuka. Mimi hivi nikiwa Cyprian, tangu nizaliwe ama tangu nikiwa mdogo, kuna makanisa nimeishi nikisikia kwamba kanisa fulani tunalichangia pesa ijengwe. Mpaka kwa sasa hivi haijawahi isha. Niko na miaka 30 na haijaisha. Hizo pesa ambazo zilikuwa zinachangwa silienda wapi? Niko na uhakika kwamba wewe pia kuna zile baadhi ya kanisa ambazo unasijua kutoka utotoni mwako bado watu wanaendelea kuchanga. Umewahi jiuliza pengine zile pesa ziko wapi? Unajua dadangu Cyprian, ni kweli unasema kipo na tumekiona hata viongozi wengi wa taifa wamekuwa wakizunguka kwa makanisa kila weekend, wanaenda kufanya harambee ya kuchangisha pesa kanisa fulani na fulani lijengwe. Unapata kwamba wanachangisha pesa mingi. Tuseme labda kiwango cha pesa wanataka kitazidi ama kisifike. Kwa hivyo mwezi huu watasema kwamba tunachangisha pesa tujenge kanisa. Wageni wakubwa atakuwa rais. Mgeni mkubwa atakuwa gavana fulani. Mjumbe fulani atakuwa. Zile hela zinapochangishwa, sijui niseme nini, viongozi wanatoka kwa lengo la kuchangisha hela. Unapata mtu anasema mimi ni mtafuta kiongozi fulani. Kwa hivyo nataka asilimia fulani. Nikileta mheshimiwa apiane shilingi 1,100, shilingi 10,000 ni zangu. Tumefanya mchango.
hizi pesa tungejenga nyumba tuseme ghorofa, ili waumini chini kuwe na parking, katikati hall ya kuabudu, na pengine ya juu kuwe na offices. Na unapata kwamba katika ule mkondo wizi wa fedha za kanisa unafanyika hapo katikati. Kwa hivyo zile pesa ambazo zilishangishwa, wanasema kwamba tulitumia shilingi 1,000 fulani tukalisha wageni, tukatumia shilingi 1,000 fulani tukakodisha public system, tukatumia kiwango fulani cha pesa tukalipa guest speaker, aliongea vizuri na akachangisha pesa. Kwa hivyo hivi vinavyofanyika, unapata kwamba zile pesa zimeibwa. Lakini dadangu Cyprian, kanisa inapata hela kwa njia namna gani? Manake tunajua kwamba Mungu anaomba 10% ngapi? 10 peke yake. Tithe. Kwa hivyo unapopata 1,000, 100 ni ya Mungu, peleka kanisa, shilingi 900 ni yako. Lakini unapoangalia katika kuleta zile pesa kwa kanisa, unaona hizi mbinu zinatumika: michango, kwaya, uniform, vijana, PA, nini, tuweke tiles, tuweke ceiling. Katika hizo pesa zinapokuja kwa kanisa, ni kweli vile umesema kwamba kunaweza kuwa na uwezekano wa uwizi wa pesa ya kanisa ambao si mzuri. Sasa wewe zaidi ya miaka 30 umeona kanisa la nyumbani. Tunachanga, kesho tunachanga, tuko na wageni wa heshima, wageni wanakuja, lakini mpaka sasa hivi hizo kanisa hasijaisha. Hata hapa within Kisii County, hata Kisii Town, tuamue kutembea, tutapata ziko zile kanisa ambazo zilianza miaka iliyopita. Na rafiki yangu tulikuwa kwenye mkahawa fulani kinywa chai. Rafiki yangu anaitwa Abel Mokua, alikuwa ananidokezea kwamba kanisa lao la Wasabato wanafanya mchango kila Sabato. Hivi ya kwamba hadi wengine wameacha kwenda kanisani, manake wanaombwa pesa. Ataombwa alipe tithe, atalipa sadaka, atachangishia kwaya. Kijana fulani anataka kufanya harusi, kwa hivyo wamewekwa WhatsApp group. Kuna mama ambaye ni mgonjwa, ama kuna familia wanatembelea mgonjwa. Kwa hivyo ni kumaanisha kwamba kukaa Mkristo saa hii ni gharama. Naweza sema ndio na asili. Ndio na pengine niseme la, lakini kwa asilimia kubwa ningesema yes. Na hapo makanisa huenda yakawanyika kulingana na pesa. Kuna kanisa la maskini, kuna kanisa la wenye mali, kuna kanisa huwezi enda kama huna gari, kuna kanisa ingine huwezi enda kama huna degree. Kuna kanisa ingine unapoenda kwamba unapata wasimamizi wa kanisa hilo ni maprofesa, wasomi. Na kuna kanisa ukienda hata kuchangisha 1,000 ya sadaka inakuwa ni gharama sana. Unaweza sema nini? Ningependa kupeana example ya TikTok ama TikToker. Kuna kisa kilichofanyika some months ago, sitaki kukuwa specific, ambapo niliona one of my post watu wakisema kwamba hiyo kanisa uwezi ukapeana shilingi. Yaani ukiwa na shilingi uwezi ukapeana sadaka. Meaning lazima upeane manotes. So watu wengi wameanza kujitenga kwamba mimi ni maskini, siwezi nikaenda kule kanisani. Na kanisa tunapoangalia kwa undani sana, wale watu ambao wanajulikana, lazima huwe wewe mchango wako katika hilo kanisa ni mchango mkubwa sana. Kama wewe unapeana tu shilingi, hakuna mtu atakaye kujua. Kama wewe unapeana manoti kubwa utajulikana. Kuna kijana mmoja alikuwa amesema, alikuwa wa Catholic, I think watu waliona hiyo story kitrend. Alisema pastor ni wanawaita mafada. Mama yao ni mamake, either the mom ama the dad alikuwa ameaga. Alipoenda pale kanisani kuomba father akuje kusimamia ya kumzika, waliomba hela. Na mimi hicho kilinipata kama kitu cha kushtua, sababu sijawahi jua kwamba pastor kama mimi ni mshirika wako, mtu ameaga unafaa kulipwa ili
kumzika. Sasa unaona hicho kitu kilifanya mpaka nikajiuliza maswali mingi sana. Imefikia sasa kanisa pia hatuwezi tukalitegemea sana. Inabidi kama mtu ameaga na mama yako ama baba yako ama mtu yeyote na alikuwa ndani huko kanisani, lazima pia upeane kitu kadogo. Na kuna wale ambao tunapoangalia kama mapasta wako hapo wamekuja kukuzika, wanafika somewhere wanaachia mtu ambaye anaitwa, wale ambao wanasomea ama wale wanakuwa chini yake. Hawezi akamaliza yale matanga ama masishi mpaka yafike wapi? Mwisho. Ni kusema kwamba kanisa sasa hivi si zile kanisa ambazo tulikuwa tunajua kutoka nyuma ama enzi za mababu zetu. Zimechange, zimebadilika kabisa. Unaposoma kitabu cha Mathayo 5:12 hadi 14 inasema kwamba kanisa ni taa ya ulimwengu. Na vile vile nasema kwamba kanisa ni chumvi ya ulimwengu. Ni kweli dada yangu unaposema kwamba hata hivyo kwa mazishi ama kwa maziko ya fulani wapata kwamba wale ambao wana hela maziko yao yataongozwa na yule ambao ni mkubwa katika kitengo fulani cha kanisa. Wale ambao ni wakatikati pia watapewa mtu wa katikati. Na wale wa chini kabisa pia watapewa na wale wa chini kulingana na uongozi wa kanisa. Nimeleta changamoto sana kwa waumini. Sababu waseme kama muamini wa Katoliki, bishop atakuja maziko ya wanasiasa ama wale matajiri mara mingi au kanisa. Na wengi katika video tumesema hivyo vitengo. Ni kweli kwamba hiyo ni tamaa ya kwamba anapoenda maziko fulani atafanya maziko na waumini watamchangishia hela. Bishop anaekewa gari mafuta. Utaona watu wanakuja wengi. Wanaekea kiongozi wa kanisa fulani mafuta. Na yule wa chini ataambiwa kwamba unaolewa familia. Ilikuwa na changamoto fulani. Ilikuwa na shida fulani. Na tuzidi kuwaombea. Katika hiyo tamaa, unaona point ya siasa ya kanisa ikija hapa? Unaposema mambo na siasa kanisani, kwa sasa hivi kile ningependa kusema, mimi mwenyewe wacha nipeane ile testimony ya kutoka nyumbani kwetu, nisije nikatumia ya mtu mwingine wakasema nimetumia ya mtu mwingine. Kule nyumbani wakati mwanasiasa alikuwa anakuja kanisa, haungeweza kusikia siasa kanisani. Lakini leo hii hata wewe mwenyewe kanisa mingi ama makanisa mengi sana siasa imerudi uko kanisani. Mwanasiasa anapokuja pale kanisani, sisi washirika ama pia mapasta tumeonekana kana kwamba pia tunawaabudu. Tumesahau kwamba tunafaa kuabudu Mungu. So siasa zimerudi pale kanisani. Na sababu kubwa imefanya siasa isirudi, unataka uonekane wewe na washirika wako unasupport huyu mtu. Mimi na washirika wangu na support huyu mtu. Nikikuonyesha kwamba na msupporti, ni kumaanisha kwamba kuna katoke ni kwamba utaweza kunipatia. So siasa imerudi kanisani. Yani ningeomba hiwe zile kanisa ambazo sisi tumekuwa tukizijua. Kama mwanasiasa ameenda kanisani, ameenda kama mshirika, ataongea kama mshirika, haongei kama mwanasiasa. Hakuna siasa ambayo itakayoongelelewa katika madhabahu ya Mungu. Ni kweli, manake kuna baadhi ya madhehebu hadi leo hii wameshikilia ile amri ya kwamba wanasiasa waingi kanisani kama wanasiasa. Mfano tu Waislamu, historia ya kwamba ni wanasiasa hata wapewe nafasi ya kuongea. Lakini Wakristo manake tulishaongea tamaa ya pesa. Kwa hivyo lazima watawaleta wanasiasa. Ajua kwamba nikimuita mheshimiwa atanipa shilingi 100,000. Nikimuita mheshimiwa ba atanipa kitita cha shilingi 50,000. Kwa hivyo na pale na atajua vile atapata hela. Na labda nikuulize, Wakristo wanafaa wajiepushe kabisa na wanasiasa? Ningependa kusema yes.
kwa maana pia wamefanya wale watu ambao waendi kanisani yani kutokuwa na ile hamu ya kwenda kanisa. Naam. Kama mwanasiasa ambaye tumemuona anaiba pesa za wananchi hadharani, anaweza akazipeleka pale kanisani na kanisa itachukua bila uoga wowote. Sasa huyu mtu ambaye ako hapa nje angependa kukimbilia kanisa ili ajue yale mambo anafaa kuyafanya yeye kama mshirika ama yeye kama Mkristo. Unafikia utampatia mfuto gani ya kumfanya akuje hilo kanisa lako ama ajue kwamba yupo Mungu ambaye tunamuomba na ndiposa ninge pale kuna vitu ambavyo sifai kufanya. Kama mimi nimekuja kanisa lako, nimeona mwizi yuko pale ama mtu ambaye anapenda kusengenya yuko pale. Unafikiri utanipatia mfuto fulani nikuje? Siwezi, kwa maana nitakuwa najua lile kanisa nikienda kuna wamama ambao wanasengenya, kuna wababa ambao wanasengenya, na for your information nowadays hata wababa wanapenda udaku sana. Wababa. So wababa pia wanapenda udaku. Kuna some na kuna wanawake some, si wote kiasi. So hapo inaonekana kwamba hakuna kitu ambacho kitanifutia mimi mwenyewe kuingia kule kanisani. Yes. Na kweli tu kwamba unapata waheshimiwa fulani kwamba ana listi ya makanisa ambayo atachangishia weekend. Unapata kwamba ana makanisa ya Sabato, kanisa 10 ambayo atachangishia Jumamosi. Jumapili atakuwa na Catholics 3, PAG ama Protestants ama 10 tena. Kwa hivyo anapopeana tuseme kitita cha shilingi 10,000 kwa zote, unapata kwamba atumia karibu milioni 1 kwa weekend moja. Na unapoangalia mshahara wake pia ni mdogo. Kwa hivyo lazima atafuja pesa za wananchi kwa kupitia ufisadi, na kupitia ufisadi ule atazirudisha kwa madhabahu, ataombewa na atapigwa makofi. Ni kweli pengine wanasema kwamba mbinguni tutapata maybe wanasemanga mwili mpya. So pengine tumefikia mahali tunasema kwamba hata nikiiba nipeleke pale kanisani na niombe Mungu atanisamea. Yeah. Na vile vile tuna imani hii ya kwamba kuna watu ambao amelelewa kanisani, akaimba na watoto kwa kanisa, akaingia kwaya la vijana kanisani, akasomeshwa na kanisa. Alipokuwa mkubwa akawa na mvuto kwa watu, influence. Na akajiingia kwenye siasa. Na anapokuwa kwenye siasa pengine ana shida ama anakosa. Kwa hivyo unapata kwamba mtu ni kiongozi wa kanisa, vile vile ni kiongozi wa wananchi. Maoni yako ni yapi? Maoni yangu labda sasa, unajua mtu kama huyo ni kiongozi wa kanisa, ni kiongozi yani a leader kama politician. Hapo itategemea na matendo yake. Sababu wewe kama mshirika ama nyinyi kama washirika wa hilo kanisa lake unajua vile anavyofanya kazi yake kule nje. Sababu hakuna politician ambaye hapa nje wa Kenya hatumjui. Kama mnamjua vitendo vyake vinaambatana na yale mambo ambayo anafanya kanisani, well and good. But kama yale matendo yake kama politician yaambatani na maneno ambayo anafaa kufanya hapa kanisani, kwangu ningesema anafaa atolewa hapo kidogo ama simamishwe kidogo. Unajua dadangu na rafiki yangu mmoja anaitwa Joseph Mogaka. Juma lililopita tulikuwa naye na tulikuwa tunazungumza, na akanikumbusha kwamba kanisa na wanasiasa ni kama maji na mafuta. Kuna yale matendo ambayo wanasiasa wanafanya ili washinde kura, Biblia haiyakubaliani nayo. Kwa hivyo ni vigumu mtu kuwa Mkristo na vile vile kuwa mwanasiasa. Manake mwanasiasa lazima itambidi adanganye. Biblia inasema kwamba usidanganye. Mwanasiasa lazima aibe. Biblia inasema kwamba usiibe. Biblia mwanasiasa ataua ili awe kiongozi. Ataua mpinzani ama yule ambaye amsupport. Biblia inasema kwamba usiue. Wanasiasa ataenda kwa mganga. Apewe vitu fulani vimwezeshe kuwa kiongozi. Biblia inasema kwamba muamini Mungu peke yake. Kwa hivyo unaona kwamba kuna kukinzana fulani mtu anapokuwa kanisani na anapokuwa kwenye siasa. Hivyo tuseme kwamba mwanasiasa awe mwanasiasa. Mwanasiasa awe mwanasiasa. Lakini hapo ningependa kusema vile nimesema, kama nafanya matendo yake kulingana na vile kanisa inafaa
anafaa kufanya ako sawa. Lakini kama unavyoangalia matendo yake na yale matendo ambayo anayofanya kanisani ya viambatani, hapo basi kuko na swali kubwa sana. Sasa kuna siasa ya kanisa. Manake viongozi wa kanisa, pengine nikuulize, kanisa lenu mnawachagua viongozi wa kanisa namna gani? Ni kupiga kura. Manake katika kule kupiga kura kuna kufanya kampeni. Kuna wale wanaambiana nitasimama. Unajua siasa ya kanisa imekuwa kama siasa ya kampeni. Wasa nikupatie kama for one example, I think you have seen a certain video trending online. Wakati unapoulizia watu ni nini kilichofanyika pale, wengine wanasema ni mambo na uongozi. Unaona? Uongozi. Na unaposikiza ile video, unasikia mambo makubwa. Nafikiria kwamba umeweza kuyasikia. Kuna kitu kingine tutacheza. So that means mambo na uongozi, kuna vile watu wanaenda chini ya maji, pia kuna primary. Juu nataka nipigiwe Cyprian, lazima niende nitafute watu fulani niweze kuwamobilize waweze kufanya nini? Kumpigia kura. Yes. Manake katika pale kwenye Biblia inaitwa casting lots. Manake katika kumleta Matthias kuchukua nafasi ya Judas, walifanya casting lots. Na wengi wa Wakristo hadi leo wanaamini ya kwamba casting lots, ya kwamba wangapi wanakubaliana na fulani au kiongozi wa watu fulani. Kwa hivyo wanahesabu mikono ambao ni kama kupiga kura. Sijui kama wengine wamekuja kwa ballot box, lakini sijui. Kwa hivyo siasa hii ya kanisa ambao nimeletwa pia kampeni. Manake kanisa, tuseme mtu wewe ni mweka hazina, treasurer, na unapata kwamba tithes, offerings na ile ya michango yote kila Jumamosi ama Jumapili unapeleka kwenye account ya kanisa, tuseme $250,000. Na umezoea hapo, umewekwa kwa mwaka mmoja. Uchaguzi unakuja na watu watasema kwamba rafiki yangu Cyprian, umekuwa mweka hazina kwa muda mrefu sana. Labda tuende uchaguzi mwingine akuje hapo, utoke kwa mweka hazina, sema wewe katibu wa kanisa. Hapo hiyo siasa inapoingia, unapata kwamba kuna mvuto. Kuna watu ambao wewe umewaomba wakupigie kura. Kuna yule mwingine ameomba wengine wampigie kura. Kwa hivyo huu kuvuta na watu inaleta vita sana. Hapa tuko na hint ya hii video ambayo tumeona washiriki wa Nyabigena wameweza kupigana ndani ya kanisa. Na imetokeana kwamba inasema kwamba ni uongozi mbaya. Kwa hivyo ni kweli kwamba uongozi mbaya unaweza kutenganisha kanisa ama unaweza kuunganisha? Uongozi mbaya inaweza tenganisha kanisa. Sasa wacha tuangalie hii video ya Nyabigena. Nimeweza kusikia kwamba kuko na kanisa mbili. Kuna SDA na kuna SDA, sijui niite reformed ama niite metro something vile wameweza kuelezea kwamba hii kanisa ya SDA kuna baadhi ya watu ambao wamebaki hapo na hii kanisa ingine ni bado SDA but sijui niite reformed ama something like that. So hawa watu wengine wanataka kulichukua ili kanisa la SDA na hawa watu wengine hawataki. So ni kusema kwamba uongozi wao ni mbaya. Wao kama viongozi wa hili kanisa la hapa mwanzo na hili lingine hawakuweza kukuja pamoja ili waweze kuketi chini, waweze kupata suluhu, ama waweze kujua ni namna gani wataweza kusaidiana, ama hawa wengine wa SDA original wenye watabaki, pengine waweze kusaidia hili lingine, waweze kujenga kanisa yao. Because at the end of the day, tunaabudu Mungu mmoja, si ni kweli? Lakini wao wenyewe wako na sababu zao, wameweza kupigania kiundani. Na vile vile ukiweza kusikiza hiyo video vizuri sana, niko na uhakika kwamba kuna watu wengi sana hamjeweza kusikiza hiyo video. Iko 2 minutes and 2 to 20 2 to 20 minutes. Kuna mama anasikika kwa hiyo video akisema kwamba Loisi aliachwa na, alikuwa anasema kuna jina alikuwa anasema Kenneth. Na Kenneth alikuwa anapigana na Elijah. Meaning ni kusema kwamba hiyo kanisa kuko na mambo ya usherati. Joyce ameajwa na Kenneth. Kenneth anapigana na
Elijah. Ni kusema kwamba huyu mama ambaye alisema Joyce aliachwa na Elijah, ni kusema kwamba Kenneth aligundua kwamba Joyce ameniacha, ameendea Elijah. Ndio maana hiyo kitu ikatokea. Hebu tupate hiyo point hapo kwamba kwa hiyo video imesikika sauti ya mtu fulani anaposema kwamba mbona Kennedy wanaleta vita. Mwingine anamjibu akisema kwamba Lois ameachwa na Kennedy. Pengine hapo inaleta hoja nyingine, yes, kwamba katika kanisa linaweza gawanyika sababu ya uasherati. Yes. Manake ndio watu ni Wakristo na kanisa ni nuru ya dunia na chumvi ya dunia. Kwa hivyo pale mnapokuwa waumini, kuna dhambi ambazo zinafanyika hata ndani ya kanisa. Yes. Kijana anaweza kumchumbia msichana mwingine. Katika harakati ya kutafuta kuingia kwenye ndoa, wanafanya ile inaitwa fornication. Unapata kwamba kijana anaweza kupendwa na mke wa mtu fulani, inaleta adultery. Kiongozi fulani inawezekana, manake shetani pia yupo hadi kwenye kanisa. Kwa hivyo mvuto huu na pale kwenye mambo ya Kikristo inakuwa ni ngumu sana kueleweka. Lakini mbona hadi kanisa? Lakini pia ningependa kusema hivi, si kusema kwamba sisi si washerati, lakini ndio uone hayo mambo yamefika kanisani. Ni kusema kwamba hizo ni vitu ambavyo viko kule kanisani. Kuna dada yetu mmoja ningependa kumquote, Damaris Obiero, napendanga kumtazama sana. Kuna siku alikuwa anasema watu wengine wanafutwanga jina kutoka kwa kitabu cha kanisa. Sababu maybe pengine alipatikana na kama kosa kidogo ama hivi. Hao watu ambao wanafuta watu majina, they are the same people ndio ufanye usherati. Unajua mbona? Katika kuingia kanisa kuna mtindo tofauti ya kuingia kanisa. Kanisa lenu, mtu kuwa member wa kanisa lenu, anafaa afanye nini? Mimi sijasikia mambo na kitabu, sababu mimi labda ile kitu najua kitabu ni uandiko kama mshirika wa hilo kanisa. Pengine nikusaidie katika Sabato, kwamba mtu anapokuwa Mwadventista lazima utabatizwa. Punde tu unapokubali kubatizwa na kuwa mtoto wa Mkristo, yes, unabatizwa, na unapobatizwa jina lako linawekwa kwenye kitabu cha kanisa. Lakini matendo yako tena katika Ukristo huo, unaweza sema kwamba mimi nakuwa Mkristo lakini sitakuwa mlevi tena, sitakuwa mwizi, sitakufanya dhambi za hadharani. Hiyo ndio inafanya unazidi kuwa Mkristo. Matendo yako yaambatane kama yale ya Mungu. Manake watu wanatarajia uwe mwana wa Mungu, disciple of God. Kwa hivyo uweze fanya matendo ambao ni ya kinyume na kile ambacho Mungu anatarajia ili uzidi kuwa Mkristo. Kwa hivyo matendo haya kanisa ziko na disciplinary. Wanasema huyu matendo yake sasa ataacha kuwa mshirika wetu. Wow. Lakini wengi wanaleta mambo mengi, mbona wanatolewa. Lakini kitabu cha muhimu sana ambacho mtu ni kitabu cha mbinguni. Kitabu cha mbinguni, Mungu tu ndiye anajua jinsi ya kuweka majina pale, sijui na pengine pa kutoa. Lakini hata mbinguni kuna kitabu cha majina ya wale watakaorithi ufalme wa mbingu, na kuna kitabu cha wale ambao watachomwa jehanamu. Uko wapi? Sasa wacha nikuulize ndugu yangu hapa sasa, hiki ndio kitu tungependa kuongelelea kiasi tu. Umesema kwamba unapoingia kanisani unapatiswa. Naam. Kuna kitabu ambacho ni register, tuseme kama register umewekwa pale. Mimi kama Cyprian nimefanya dhambi. Naam. Nyinyi kama Wakristo wenzangu, mumeona huyu mtoto anapotea. Na unapoangalia unaona ya kwamba ukweli kwamba nimefanya hicho kitu ambacho mnataka kunifutia jina langu katika kile kitabu. Wewe kama Mkristo ambao unafuata sheria, umenifuta kitabu. Na mimi kuna dhambi ambayo nimefanya. Kati yangu na wewe tunafanana. Sababu gani inasema hivyo? Sisi ni watenda dhambi. As a Christian, I was expecting someone who has seen me sinning anichukue ama ambie kanisa, huyu mtoto anapotea. Munishike ama munifike karibu, muweze kunielekeza vile ninavyofanya, ama muweze kuniombea. Si kuchukua kitabu na kunifuta kuniambia sasa mimi I'm no longer a member.
I expect if somebody amefanya makosa na ako pale kanisani, kitu cha kwanza tuweze kumwombea, because vile tunavyosema Saitani yuko pia halali. Mbona kitu cha kwanza akikukuja kwamba huyu ni Saitani anafanya kazi. Huyu mtoto mchukue mumuombea, kwa maana sisi wote tunaamini kwamba unapomwombea mtu na awe na imani, na wewe pia umwambie kuwa na imani, hayo mambo ambayo aliyafanya atakweza kufanya nini? Kuokoka. Mbona the first thing ni kufanya kumtoa kitabu? Hatujaweza kumchukua mtu chini tumkarishe, mbona anafanya hivi? Because there are some people wenye wanatipata in the vitu kama hivyo, maybe kazi ameletewa shida, rafiki yake amemletea shida, boyfriend wake amemletea shida, girlfriend yake amemletea shida. Anaona kwamba anajiuliza, Mungu wangu yuko wapi wakati napitia haya yote? Sasa heli nikaingia hata ulevi. Why? Unajua vizuri, unasema vizuri, lakini na rafiki yangu mfunzi wa Biblia Mackenzie Isaya, Biblia inafunza kwamba wacha magugu na ngano yamee pamoja hadi siku ya mavuno. Kwamba kwa kanisa imebeba watu ambao ni Wakristo na imebeba watu ambao si Wakristo, lakini vile vile kuna njia imetolewa ya mtu kuungama dhambi zake, manake by repenting. Vile vile tuko na aina ya dhambi, kuna secret sins na kuna zile watu wanajua, wote ni watenda dhambi. Kwa hivyo ile ambayo inasemwa sana ni ile ambayo ni public sin. Sema wewe ni Mkristo, unaimba na kwaya fulani, wewe unaongoza vijana katika kanisa, lakini unampachika mimba tena msichana kwa kanisa hilo ambalo wewe unamuongoza. Kwa hivyo hiyo ni dhambi ambayo ni public, haileti ile picha mzuri ya Ukristo wako. Kwa hivyo hiyo ndio inaletwa kwenye kikao cha wazee wa kanisa, pengine na church boards, depending na disciplinary ya kanisa. Kwanza unaombewa, unakubali makosa yako, unapewa tena ubatizwe tena. Kwamba sie tunavuto usiwe memba, ilinatolewa uende ubatizwe upya, urejee tena upya. Kwa hivyo hiyo ndio inafanyika. Sie tunafukuzwa usirudi tena. Kile ambacho kinafanyika kwamba linatolewa kwa muda, uende dhambi zako utubu, ubatizwe upya tena urejeshwe. Hapo labda tumeelewana. Basi nimeshakuelewa. Kwenye uongozi wa kanisa kumekuwa na hii ambao ni wa Sabato. Kanisa linapokuwa na washirika wengi, uongozi pia unawaganywa. Kwa hivyo kanisa la Sabato la maeneo ya Kisii limekuwa kubwa. Kwa hivyo tukawa na uongozi ambao unatokea maeneo ya Nyanchwa Conference, na imetoka place kubwa sana mpaka wa karibu wa Jaluo, Gusii region mzima, ikaenda karibu Masaini ndani. Kwa hivyo uongozi unapokuwa katika maeneo fulani utakuwa mgumu. Kwa hivyo katika kanisa kufunguka na inaitwa kupeana uongozi kwa watu wengine. Kwa hivyo kanisa la Sabato likawanyika Nyanchwa South Kenya Conference ambao ni Nyanchwa, na ile nyingine ikapewa Omobera Eastfield ambao uongozi wake uko kwenye Omobera. Sasa unapata kwamba kuna wale ambao wanatoka South Mugirango, makanisa yao na region. Nyanchwa inakuwa mbali, Omobera inakuwa mbali. Kwa hivyo wanashindwa watakuwa wapi. Katika kukaa wapi, wanasema sisi ni cosmopolitan. Kwa hivyo wanaposema sisi ni cosmopolitan, inaleta kuna sasa kwa members ambao ni members of the church. Kuna wale wanasema tuende Nyanchwa, kuna wale wanasema tuende Omobera. Kwa hivyo hiyo ndio inaleta vita, na pengine labda tutatafuta viongozi wa kanisa watuambie mbona kanisa la Omobera wale walikuwa wanapigana Nyabigena. Na tukimalizia kabisa unaweza sema nini kuhusu gossiping? Gossiping, mshenee kwa kanisa. Nadhani kwamba ni about kusemana kwa kanisa. Mara mingi si familia zote ambazo wanajiweza. Kuna watoto ambao wametoka familia matajiri, kuna zingine wametoka familia maskini. So mtoto wa maskini anapoenda pale kanisani, kuna mtoto wa dhachiri pia. So vile amefaa mtoto wa maskini na watajiri, utaweza kujua huyu ni mtoto wa maskini wa tajiri.
mara mingi unapata pengine unaendelea kutembea kwenda pale mbele kidogo, unapata kila mtu anakuangalia, unaona ni kama wanakuongea. Hapo baadaye utaweza kusikia unasikia mtu fulani alisema hivi, hujui kufaa, hujui kufanya hivi. Unaona vitu kama hizo. Na kuna hizi vitu zinaitwa wamama ama wasichana kutembeleana katika maboma zao. Pengine vile utakuja kwangu upate ipo, si vile nitapata kwako. Huyu atapipa hivi. Uliona kile kikombe alitupatia chai? Kilikuwa na timbiro. Uliona ile thermos? Kumbe hana kitu. Ni mambo tu anafaa hapa nje. Hakika lakini kuambie, kumbe watu hapa nje hawana kitu. So unapata ile habari ishamfikia yule mtu, inamfunja roho kuingia ama kurudi pale kanisani. Na gospel ziko kila kanisa, kila mahali ziko. Na zimejaa sana. Yes. Kuna lile wanasema sana. Unalijua? Pengine ile ya kuna ile kanisa inajulikana tu kwamba iko ni mshene. Ndio amevaa nguo gani? Yes. Amerudia tena nguo gani? Ndio hiyo sasa. Amefaa aje ama amefaa kiatu gani, vitu kama hizo. Mnaenda visitation kwa kanisa, fulani na fulani ni mgonjwa. By the discipline, kuna kanisa sijui ni yote, lakini kuna watu ambao hata akiwa mgonjwa, pastor wale viongozi wa kanisa wataenda kila mara kupeleka maombi. Na kuna lile hata mtu akiwa mgonjwa hadi kufa hawawezi wakaenda. Hawezi enda. Class. Yes, class. Pia wanapenda mahali wanapikiwa kanyama, kakuku hivi, kachai, mkate imewekwa kisiagi, plupa imewekwa peanut butter, vitu kama hizo. Sasa wewe maskini hauna kitu. Ni rafiki yangu. Nimecheka tu nikumbuka kwamba kwaniambia kuna kanisa fulani. Ukitaka wakuombee maombi marefu, Mungu akubariki, eka kuku chini. Chinja kuku, unamwambia kuku iko jikoni. Kwa atasema Bwana Yesu asifiwe. Bariki Cyprian. Na kadi tama tumefika kwenye mazungumzo ya siku ya leo. Unaweza waambia nini Wakristo ambao wanakutazama kwenye Cyprian TV? Wakristo, kile ningependa kusema ni kwamba tufuate nyoyo zetu. Unapoona mwenzako akifanya dhambi, usije ukamfuata, kwa maana hujui anaelekea wapi. Na unapoona mwenzako amekosea ama mwenzako hana nguo mpya, hana nguo mzuri, wewe kama mshirika ama wewe kama Mkristo, chukua nguo yako moja, mpatie, mwambie hii nguo nimekupatia, pengine utakuwa ukipatisha. Kwa maana Mungu anapoangalia nyoyo zetu, sijui ni nyoyo ama mioyo zetu, angalii nguo umefaa, angalii kiatu umefaa, angalii vile nywele yako iko, angalii mfuko wako, anaangalia matendo yako. So tuwe watu ambao tunapenda kila mtu, na tunapoona mtu anapotea tumuombee sana, najua Mungu atatufungulia milango sisi wote. Ni sauti yake Cyprian Oenga ambaye ni almaarufu Cyprian TV. Ametiririka na kupena mawazo yake kuhusu chanzo cha vita ama division kwa kanisa. Nimekuwa host Emmanuel Bosire, GTune TV. Hadi tena tutakapokuwa na mazungumzo kama haya, zaidi kuangalia na kutazama kwenye YouTube. Wale ambao wanarudi kutizama, tunasema shukran. Ikiwa ni mara yako ya kwanza kutazama mazungumzo haya, tuomba kwamba uweze kutupa support kwa kusubscribe. GTune TV, Cyprian TV, barikiwe.